Naam, leo hii tutaweza kuona somo ambalo litakuwa linatuandaa ni mambo gani tuweze kuyafanya kabla hatujaanza siku yetu, kabla hatujaamka. Naam, yapo mambo matano ambayo tutaweza kuyaona. Jambo la kwanza ni kufanya ibada kabla hujaamka. Cha kwanza kabisa unavyokuwa tunaanza siku yako unaamka, cha kwanza fanya ibada. Tafuta muunganiko kati ya wewe na Mungu wetu. Tunapokuwa tunafanya ibada tunamtangaza Mungu kwa kuwa yeye ndio muumbaji wetu, lakini ndio anayeshikilia maisha yetu. Fanya ibada, imba nyimbo, tazama video ambazo zinaonyesha mahubiri mazuri kabisa ambayo yatakuandaa. Lakini jambo la pili ni kufanya mazoezi. Fanya mazoezi sio ya muda mrefu sana, dakika 15 hadi 30 hapo. Naweza kaa vizuri na kusudi ufanye haya mambo vizuri uweze kuamka mapema. Maana ukichelewa maybe umeamka saa 2, saa 3, unapigiwa simu na bosi wako, bwana wahi kazini, kuna kiporo hiki hujamalizia. Kwa kweli uwezi ukafanya haya mambo. Ni lazima uweze kuamka asubuhi na mapema. Unapoamka asubuhi na mapema ndipo unakuwa na muda hata wa kufanya tafakari kati ya wewe na Mungu wako. Lakini pia kufanya mazoezi, unauandaa mwili wako unakuwa strong, unakuwa ngangari kwa ajili ya kukimbizana mikiki ya siku hiyo. Kwa ni lazima uweze kuamka vizuri, ufanye haya mambo matano. La kwanza tumesema ni kufanya ibada na Mungu wako, lakini la pili ni kufanya mazoezi. Nadhani niliongelea katika zile kanuni 8, tuliongelea habari ya mazoezi jinsi ilivyo muhimu katika miili yetu, katika mmeng'enyaji, lakini kuiandaa misuli yetu. Kwa hiyo ni kanuni nzuri sana. Lakini jambo la tatu ufanye nini? Kunywa maji kabla ya kupiga tamswaki. Niweze kuambia kwa nini unywe maji kabla ya kupiga mswaki. Naam, wataalamu wanasema kwamba tunapokuwa tumelala usiku kuna vitamini wanatengenezwa mdomoni, vitamini B12, vitamini B12. Hivi ni vitamini ambavyo vinapatikana kwa wanyama. Unapokuwa unakula vyakula vyenye nyama, unavipata hii vitamini B12. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kunywa maji kabla ya kupiga mswaki. Naam, ni muhimu. Yawezekana ulikuwa hujaitambua hiyo, ila ni muhimu sana. Ni muhimu sana kufanya hivyo, kunywa maji kabla ya kupiga mswaki. Unywe maji kiasi gani? Basi nadhani kwenye ile kanuni ya unywaji maji tuliongea ni namna gani tunaweza kutumia maji. Nilisema kwamba utajua kwa kujua uzito wako, lakini pia kwa kugawa kwa 30. Maybe una uzito wa kilo 80, utagawanya kwa ngapi? Utagawa kwa 30. Utapata kiwango cha lita ambazo unataka kutumia. Labda kama na lita una kiwango cha uzito wa kilogram 60, utagawa kwa 30, utapata labda lita 2 ndio utatumia. Hiyo ndio kanuni ya utumiaji wa maji. Lakini hiyo asubuhi hutatumia yote lita 2. No. Tumia maji kidogo kidogo. Unaweza kaanza na nusu lita. Au kama ni mara ya kwanza kabisa chukua hata kikombe kidogo kabisa tumia, ila kadri muda unavyoongeza unavyokuwa unaenda unaweza kawa unaongeza hicho kiwango cha utumiaji wa maji. Lakini jambo la 4 ni kupanga shughuli zako za siku. Na msikurupuke. Watu wengine anaamka na muuliza kwamba vipi siku yako ya leo unatarajia ufanye nini? Anasema nipo tu. Yupo maana yake hajapanga hata kwamba leo afanye shughuli gani. Ni vizuri unavyokuwa umepanga siku mapema kwamba leo nitafanya hiki na hiki, mpangilio nitafanyia hiki, nitaanza na hiki, nitafuata hiki, ina kujengea kufanya kitu kwa utaratibu, ambapo hata kwa umakini utafanya kitu kwa standard. Utafanya mradi tu umefanya kwa sababu ulikuwa tayari ushapangilia tangia asubuhi. Kadri unavyokuwa umekiweka kitu akilini, ndivyo unakifanya kwa umakini zaidi kuliko kukurupushwa. Na hii maana yake unakuwa unaiandaa siku yako kwamba kitu gani utafanya na maybe uanze na kipi. Muda mwingine unaweza kuwa tuna shughuli nyingi, zimepangana shughuli nyingi kama tunavyojua. Kwa hiyo utapangilia nitaanza shughuli hii, ukimaliza hii nitafuata shughuli ya pili, nitafuata shughuli ya tatu hadi shughuli ya mwisho. Naam, lakini jambo la mwisho, basi tumia kifungua kinywa. Kama kuna ulazima. Kwa wengine nadhani tutaongelea somo fulani pia la kupunguza milo. Tumeona changamoto kubwa ya uzito uliopita kiasi. Kwa tutazungumzia pia namna kuna haja pia kwa dunia tunayoishi kupunguza milo
ni lazima pia tujifunze ni namna gani tuwe na kiasi katika ulaji. Tumeona kwamba watu wanapata baadhi ya magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa kwa sababu ya utumiaji vibaya wa chakula. Kwa hiyo inawezekana kama kuna ulazima, tumia kifungua kinywa. Kama kuna ulazima, basi uwai na uende kazini kwako ukiendelea na shughuli zako, na siku yako itaenda vizuri. Lakini kumbuka mambo ya kuepuka. Epuka kuingia moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Na unapokuwa unaingia kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kukutana muda mwingine na taarifa mbaya. Maybe unakutana na ajali, unakutana sijui matukio ya kutisha. Haya yote, unajua miili yetu, yani kuna afya ya akili, nadhani pia ni somo ambalo pia ni miongoni mwa masomo ambayo nimeandaa. Hata afya ya akili tutaweza kuliona hapo mbele. Akili unapokuwa inaingiza vitu ambavyo ni vya kutisha na nini, hii inaifanya siku yako isiende vizuri. Unaanza kuwaza tu habari ya labda umeona ajali, umeona matukio watu wanauana. Hii inafanya akili yako isikae vizuri kabisa. Kumbuka, akili haipati taarifa yote isipokuwa kupitia milango ya nini? Milango ya fahamu. Kwa ni lazima ujue kwamba naingiza nini kwenye akili yangu. Kwa epuka moja kwa moja kuingia kwenye mtandao. Na kwa sababu sasa tuko kwa sayansi na teknolojia imeenda mbali sana. Wengi kina baba, kina mama, mnavoamka tu, cha kwanza mtu kimuuliza kitu gani unashika cha kwanza, hata tukiulizana kitu cha kwanza kabla hujafanya chochote unapokuwa unaamka ni nini? Wengi utakuta ni simu. Chukua simu, tayari anaingia mtandaoni, nakutana na habari mbaya. Baadaye inaifanya siku yako siende vizuri. Epuka kuangalia vitu ambavyo unaona kabisa hivi naweza vikaleta changamoto kwenye afya yako ya akili. Na hapo nisema kama basi utatumia simu, soma. Siku hizi Biblia ziko kwenye simu. Soma Biblia yako ya kwenye simu kabla hujaingia mtandaoni, na muangalia video ambazo kama tumesema, video ambazo na kumotivate, itakusaidia sana kuitengeneza siku yako iende vizuri. Lakini epuka kukurupuka bila mpangilio. Usikurupuke ndugu mpendwa bila mpangilio, na amka tu kama vile umekurupushwa. Hapana. Naam, unapokuwa umekurupushwa, mwili unakuja jiandaa, unajikuta baadaye siku yako unajisikia mbaya. Unasema siku ya leo mbona hata sielewi imeendaje? Hakuna chochote nilichofanya, kwa sababu hujaipangilia tangia asubuhi. Lakini jambo lingine, epuka kuanza na mawazo hasi. Baadhi ya mtu mwingine anaweza akaanza kujilaumu, jana nimepata hasara kwenye biashara yangu, nimepata hasara, au mtu fulani kazini tulikosana, alinitamkia maneno ya ajabu. Samehe, lakini ukiwa unaweka tayari, labda unaamka unaanza kwa kujilaumu, kwa sababu jana nilipata hasara na leo sidhani hata kama hivi kweli nitapata chochote leo. Hivi ni kweli leo biashara zangu zitaenda vizuri? Kwa ni lazima uweze kuepuka mambo kama haya. Achana na kujilaumu, lakini watakie watu mema. Unapoongea na mwenzako, utakie mema, bwana fanikiwe. Kadri tunavyokuwa tunawatakia watu mema, ndivyo hata sisi Mungu anatutakia mema, na sisi baadaye tunaweza kufanikiwa. Mungu akubariki. Anza siku yako na mambo hayo 5 pasipo kukosa: kufanya ibada, kufanya mazoezi, kunywa maji kabla ya kupiga mswaki, lakini kupanga shughuli zako, lakini kupata kifungua kinywa. Baada ya hapo, na funga mkanda, nenda kazini kwako, nenda kwenye shughuli zako, ni za kilimo, za uzalishaji. Hakika siku yako itakuwa nzuri, itakuwa yenye nguvu, ambayo unakuwa na mkali wa kufanya kazi. Hii itakusaidia kufanikiwa hata katika maisha yako. Mungu akubariki, na endelea kuambatana pamoja nasi kwa namba 0765119640. Karibu sana kwa mashauri mbalimbali ya kiafya, ili tuweze kujenga miili yetu. Afya ni mtaji. Siwezi kufanikiwa pasipo afya. Mungu akubariki. Endelea kutunza mwili wako. Endelea kutunza mwili wako ambao tumesema ni hekalu la Mungu. Basi Mungu akubariki. Amen.